marriage. Not because they fear marriage, but because they are not able to reproduce. Hawana uwezo wa kuzaa tena. Na ni vijana kwa wasichana. Saa hii watu ambao wanatumia pombe na madawa ya kulevya sana ni wasichana. Inashinda sasa vijana. Kwa sababu wamekuwa na donors wengi, especially the university students and the colleges. Msichana akifika huko kama pressure, nani unapata donors, unaonekana wewe ni mzuri, umeng'ara, donors wako wengi, unapewa kila aina ya dawa. Unapata sasa wasichana wanatumia kila aina ya madawa. Kwa hivyo counselor atakapochukua hiyo sehemu hatatueleza madawa ambayo inatumika kwa sasa. Hata vile vijana wanapotembea hivi. Saa hii pombe sio ile pombe ya kitambo ambao walikuwa wanashaka jibloti ingi na kutengeneza changa. Sio hiyo. Hata ukipatia saa hii kijana wa saa hii ile pombe ya kitambo atakuambia hiyo sio pombe. Hiyo sio pombe. Pombe ni ile kutengeneza kwa dakika moja na pombe imetoka. Kuunganisha tu madawa. Hata mapolisi tumekuwa tukizunguka tukijaribu kuangalia kila mahali, lakini nawaambieni hautapata pombe kwa sababu mtu anatembea na pombe kwa karatasi ndogo namna hii. Na kisha anatoa tu hiyo pombe kama poda yenye imeshakwa, alafu anaweka kwa kilasi ya pombe, anakoroga, inaitwa koroga 1 koroga 2. Alafu mtu akimeza tu safari moja tu namna hii unapata mtu amelewa, amejisahau kabisa. Halo? Vijana halo? Tuko na matumaini kubwa juu yenu vijana. Hao wazazi wanapokaa nyumbani, mtoto tu anapozaliwa, akiwa msichana, akiwa kijana, mama na baba wanasema tumepata mtoto na tumepata mwokozi katika familia yetu. Lakini kwa bahati mbaya, anapokusomesha, anaanzia primary, akienda secondary, akimaliza kulipa school fees, wengine wameshughulika, kina mama wameshughulika mpaka wameitwa majina ya shughuli ambayo inaitwa mama boga, mama sukuma, mama uchi, mama weteva, mama hoteli, kwa sababu anakushughulikia upate school fees. Na kisha utakapomaliza shule, umalize shule ya secondary uende university. Ukirudi kutoka university, kuna mwingine wakati tulikuwa na graduation Moi University hapa Eldoret, akapata first class engineering course. Lakini wakati iliposoma kule kwa uwanja, tayari yako rehabilitation center. Sasa first class itamsaidia kwa njia gani? Na huyo kijana amekuwa first class darasani na pia saa hii ni first class kwa pombe na madawa ya kulevya. Aki usicheze hiyo akili. Your brain is very, very, very important to your life. Your brain is the one to set the community that you come from. Your brain is the one to save your family where you come from. Lakini hizi madawa yote, hii madawa ya pombe na madawa ya kulevya yote inaharibu tu akili. It is better that you lose your legs than to lose your brain. Am I right? Am I speaking? Yes. Ni afadhali kuharibu hata miguu yako kuliko kuharibu akili. Kwa sababu akili ni kila kitu. Hata kufaa kwako, akili ikiharibika tu, we will get something known as disorder. Disorder, njia ya kufaa, unapata mtu anafaa, unaanza na vesti ndani, t-shirt inafuata, shirt inafuata, chamba inafuata, chamba ingine inafuata, chamba ingine inafuata, tena yote iko na kofia, anaenda pale anaanza kuota chuo. Tena mchana saa 7. Nasema anahisi baridi kubwa sana. Unajua ni kwa sababu gani? Ukiangalia dalili kama hiyo ni pangi tu, usiuliza hata nini. Na huyo mtu ataoka tena. Hata mwezi mmoja, hata mwaka mmoja hawezi akaoka. Hiyo ni dalili ya pangi. Usiulize tena unajuaje mtu wa pangi. And then eating disorder. Mtu akipewa chakula
anakula ukali anamaliza. Akimaliza ukali, hata akipewa ukali, maziwa na mboga, jinsi Wanandi na Wakale wote wanakula. Anaanzia maziwa, anameza, anamaliza, anaweka kando. Anakula mboga, anamaliza, anaweka kando. Alafu anaanza kukula ukali pole pole. Na akimaliza kukula ukali, anaenda kwa shamba tena ya ndizi, anaanza kukula ndizi mbichi pale kwa shamba. Akimaliza kukula ndizi, anaenda kwa shamba ya miwa, anaenda kukula tena miwa 20. That is eating disorder. Hiyo ni vitu ambayo inaletwa na nini? Inaletwa na madawa ya kulevya, hasa bangi. Na bangi iko kila mahali. Na waambieni mapasta saa hii kama mungefanya search pale, wakati mlifanya registration, mungefanya search pale, saa hii tungekuwa na kazi ya kuomba tu. Saa hii hata tukisumbuka hapa ndani tu saa hii, lakini kwa hakika, kwa sababu hii ni siku kubwa ya vijana, wote wataokoka kwa jina la Yesu. Amina. Wote wataokoka kwa jina la Yesu. So, sitaki kuchukua nafasi kubwa. Mimi ni director Morning Star Empowerment Foundation, Rehabilitation and Counseling Center, na pia tunafanya kidengo na polisi ambayo tunasaidia upande wa counseling department na chaplainship, alafu pia na huduma center. Na wale ambao wamelemewa na madawa ya kulevya na pombe, ikiwa kuna ndugu yako, dada yako, ama mtu yeyote ambaye yako nyumbani amelemewa, tafadhali utuletee rehabilitation center tumsaidie. Lakini tumekuja hapa kufanya kitu inaitwa creative awareness and prevention. It is better to prevent than to what? Than to cure. Ukifika pale, hata saa hii nimehuzunika sana. Potri, nimehuzunika sana. University students 30 years ambao niko nao rehabilitation saa hii are now the majority, 90%. 30 years. Wangapi 30 years wako hapa? 30 years university? Nimemwona mmoja uko na bahati. Ikiwa unapatikana kanisani, uko na bahati. Saa hii ni hatari. Saa hii ni hatari. Saa hii ni hatari. Na mapenzi ya kiolela hii ya kupendana kwa barabara hii, mapenzi yenyewe inatoka kwa Mungu. Lakini hii mapenzi ya kiolela hii itawapeleka na siku moja utaanza kuregret, and always regrets comes after. Are you getting me? So unajua regrets inakuja baadaye. Ni heri uende mikutano kama hii uweze kujielewa. It is better that you understand yourself better kuliko ukuje kujielewa baada ya kuchelewa. Utaweza kujielewa baada ya kuchelewa. There is somebody who was brought to your rehabilitation center yesterday. Tumemuuliza hata jina, ajijui. Ajui hata jina. Umesoma shule gani? Ajui. Baba yako anaitwa nani? Hata simujui. Simujui. Nyumbani kwenu ni wapi? Ajijui. Ajijui, ajitambui. It will take a week to 2 weeks. Ndipo sasa ataanza kujielewa. Ukifika mahali hapo ni hatari yake. Hapo ni hatari. Na wachana na maneno ya kukula ovyo. Ukialikwa na mtu nani atikuja ndio hii soda tukunywe, wachana na hiyo soda nani. Ununuliwa na mama yako na baba yako. Amina? Soda unafika hapa kabisa, unafika hapa Eldoret, unafika Kisumu, alafu unanunuliwa tu soda, unasema this is my friend. Tulikuwa tunasoma na yeye. Sijui ni nini. Alafu unaanza kukunywa soda. Utajikuta kesho asubuhi na mtu mwingine hata hujui. Si nimewaona? Kwa hiyo sitachukua muda mwingi, nataka nimkaribishe Councilor Moi aweze kumalizia sehemu yetu. Karibu Councilor.